Movie yetu inaanza hapa. Sasa tunakutana na mshikaji mmoja anaitwa Nasolo. Huyu mshikaji ameweza kumpatia ujauzito dada ya kazi, na huyu ni mama yake Nasolo. Mama yake Nasolo akawa anamwambia, mwanangu, ulichoamua ukifanya sicho, njia uliyopita hii sio sahihi. Akanamuuliza hapo, vipi mtoto wangu, ni kweli amekupatia ujauzito? Ndio, amenipatia. Nasolo anabisha, hapana, huu sio ujauzito wangu, labda tumuulize vizuri mama. Mama akasema haina haja ya kumuuliza vizuri, tayari amekwambia hajawahi shiriki tendo la ndoa na mwanaume yoyote, ndio ulikuwa wa kwanza. Mwamba akana kataa pale, akasema mama, mimi haiwezekani. Mama akasema itawezekana tu. Basi mshikaji jasho jembamba linamtiririka. Kumbe mshikaji bwana kukataa kote, kumbe ana mwanamke mwingine, na huyo mwanamke ndo ambaye amemuoa. Mwamba anasema sasa sijui inawezekaneje. Eti inawezekaneje? Yaani Nasolo wewe una viburi. Sasa huyu bidada anaitwa Cynthia. Cynthia akamwambia Nasolo, yaani nakwambia, yaani wewe ni mpuzi. Akamsukumia huko na kisha akamfuata mama yake. Mama mkwe, kwa hiyo unataka aolewe na mume wangu dada wa kazi? Ndio, unataka aolewe naye kwa sababu amepewa ujauzito? Haiwezekani. Haiwezekani nini? Ndio, haiwezekani kuolewa. Itawezekana tu. Basi Cynthia akamwambia mama mkwe kwamba haitokai kawezekana, tutaona. Akawa amekuja huku. Sasa upande wa pili huku tunakutana na huyu Amy. Amy analia zake. Mwamba anamwambia, kwa hiyo umeamua kuniharibia mimi ndoa yangu kwa sababu tu eti nikupa ujauzito? Ujauzito usingeniambia mimi, tungeenda kutoa hospitalini. Basi anakuja kumsimulia mke wake, mke wangu, kila kitu nitakiweka sawa, ujauzito tutautoa. Eti ujauzito tutautoa? Kwa hiyo ulikuwa unajunja tu ili ujauzito uje utoe? Mimi sikubaliani na wewe kuoa wewe mwanamke, ngoja nimfuate tena mama. Basi leo hapa unaambiwa kwamba huyu hapa ni mama yake na Amy. Sasa anasema mimi nimeitwa na bosi wako, vipi wewe mwizi, umeiba? Amy akasema hapana, ngoja nimuite mtu aliyekuita bwana. Mama akasema sawa, nasubiria hiyo kesi. Basi mama kama amekuja hapa akamsalimia, asalama tu za kijijini safi. Sasa mtoto wako ni kwamba ana ujauzito, na aliyempa ujauzito ni mtoto wangu ambaye ndo bosi wake. Unasemaje? Ana ujauzito? Ndio, ana ujauzito. Mama anashangaa pale, egwe, anadondoka na zilai. Baada ya kuzinduka anakuja kuambiwa kwamba sasa nitakiwa mtoto wako aolewe. Hai, ni kweli inatakiwa aliyempa ujauzito ndio amuoe. Mshikaji akawa anashangaa tu hapo. Mama na yeye pia akasema inatakiwa mwanangu Nasolo uweze kumuoa huyu binti wa kazi. Nasolo akana goma, mimi siwezi kumuoa huyu dada wa kazi maskini kabisa huyu. Siwezi. Mimi nina mwanamke wangu ambaye tunapendana. Eti mama mimi wewe mama ongea nayo vizuri, mimi sitaki kumuoa huyu dada wa kazi. Basi mama yake na Amy anakuja kumuuliza, mwanangu, ni kweli aliyekupa ujauzito ni huyu bosi wako? Basi hapa anamsimulia kwamba ndio ilikuwa hivi. Ndo akaanza kumsimulia hapo kwamba bosi wangu wa kike alikuwa anagombana sana na bosi wangu wa kiume. Kwa hiyo sasa nilivyoona bosi wa kiume namna gani, kabidi niende nikamtulize kwa ajili ya kumpoza poza asiendelee na maumivu ambayo anapewa na mke wake. Sasa wakati nampoza poza, mwisho wa siku akaniambia tukacheze karata. Mimi na yeye kweli tukakubaliana kwenda kucheza karata. Karata zikaanza kuchezwa, mara unakulambisha mavi, mara una kisu, mara una wembe. Basi mimi nikaja nikashinda game. Baada ya kugundua kwamba mimi nimeshinda game, jamaa akawa amenipiga busu na kaenda kuninjunja, ndo nikapata ujauzito. Kwa hiyo mwanangu ulitoa kitumbua hivi hivi tu? Mbona mwanangu ni mlaisi sana? Hicho kitumbua umekitunza muda mrefu. Basi mama akana msisitiza pale mwanae kwamba usijali, lakini yote yamepita, utaolewa tu. Basi anaenda kumwao mama pale. Sasa mama anaongea na mtoto wake huku, Nasolo lazima uoe tu. Nasolo akana goma, mama mimi siwezi kuoa. Unaniambia nioe ndo nini? Mwanangu wewe umeshakuwa tayari, umempa mwanamke mimba, nitakiwa uoe. Basi anakuja hapa mama yake na Amy. Mama yake na Amy amefurahi, akamwambia mimi nimefurahi kwa sababu mwanangu tayari ameshakubali kuolewa na Nasolo. Kwa hiyo mimi nadhani wautunze tu ujauzito, mambo yawe poa. Basi mama yeye anaondoka zake hapo, na amwambie basi baki salama, mimi ngoja niwahi kijijini, si unajua magari ndo yanaendaga muda huu. Basi mama akawa amefurahi kinoma na mtoto wake kuolewa na Nasolo. Upande wa pili huko sasa anaongea na bibi wake, sikiliza Nasolo, hivi una kichaa wewe? Uko umekubali kumooa? Mimi haiwezekani, ngoja nikaongea na mama mko. Mama mko gani huyu, mbona anizingatii? Basi Nasolo naye anaenda kusikilizia ugomvi wa bidada hapo. Sasa Cynthia amefika hapa akamwambia, we mama sikiliza, mimi siwezi kukubali mume wangu aolewe na dada wa kazi. Yaani mume wangu amoe dada wa kazi. Wewe unazungumza nini? Wewe miaka 5 yote umekaa kwenye ndoa una hata ujauzito. Mama, lakini sio vizuri mama. Sio vizuri nini? Ni vizuri tu. Ungekuwa unaweza basi ungedaka hata mimba. Kazi yako kula bata tu. Na mimi ndio maana nimeruhusu hii. Basi anaondoka kwa hasira Cynthia hapo. Baada ya kuchambwa kwamba amekaa kwenye ndoa namna gani, mshikaji anataka nini? Akanaswa kibao. Unaniuliza nini?
wewe ndo nikuulize nini? Wewe na Solo una shida gani na Solo? Mimi si nakupa kila kitu. Na Solo akasema bahati mbaya tu ni mjunja. Haya, anaendelea kumomba msamaha hapa. Mpenzi wake anaondoka usiku, anaenda zake klabu kujishushia mitungi huko. Umefurahi? Sasa umeona jinsi ambavyo unaniharibia ndoa? Umeona huyu ni mke wangu kabisa ambaye tunapendana. Angalia sasa. Yaani umesababisha majanga. Yaani hiki kitu hadi mimi yani siwezi. Umeona Yaani wewe mwanamke mbaya wewe. Bidada kanaomba msamaha pale. Naomba nisamee. Nikusamee nini? Lakini mimi mwenyewe sijali kwa sababu tayari na mimi umenipa ujauzito. Kwa hiyo mimi nianze kuzingatia familia yako. Haya. Leo asubuhi mapema hii hapa. Basi mama anabeba zake begi na anarudi zake. Anamwambia, "Hakikisha unanitunzia mjukuu wangu huyo usijali mimi nitamtunza. Mtoto wangu yuko wapi? Yuko ndani huko. Haya, mwite mwambie namsubiri hapa." Haya sawa mama, bye bye. Mama ametokea kumuelewa huyu dada wa kazi. Basi mshikaji hakuja kumwambia mama, "Kwa hiyo unaondoka, mimi nijua unaondoka na huyu dada wa kazi." Hapana mwanangu, huyo ni mke wako kwa sasa. Kwa hiyo kuanzia leo endelea kulea ujauzito. Basi mama anawasha zake ndinga na anarudi zake boshi. Mshikaji anarudi ndani huku. Sasa bidada akamwambia, "Vipi, mbona kama nikasirikia hivi? Karibu chakula." Mwamba akasema, ngoja kwanza nikalale, mimi sina hamu ya kula chakula chako hicho." Basi bidada akawa anafikiria hapa, mbona mshikaji kama vile yani anielewelewi. Basi yeye anachukua kile chakula na anakula. Lakini pia chakula cha jioni ameandaa. Ikabidi aende kuandaa chakula cha jioni bwana. Akanafikiria hapa, sasa inakuaje? Akaja kumgongea mshikaji, chakula cha jioni tayari." Mwamba akasema, "Haya ngoja nije nile." Wakati natoka tu anakutana na huyu mke wake ambaye anaitwa Cynthia. Cynthia akasema, baby, hebu tuenzao. Unataka uende na dada kazi wapi? Wewe dada kazi tu wewe. Wewe tena mpumbavu, nilikukaribisha afu mwisho wa siku unaamua kumtafuna mume wangu. Basi mume wangu tuenzao chumbani kwangu nikakupe madoido. Na mimi unipe ujauzito." Mda huu anapiga simu kwa mama. Yaani mimi simuelewi kabisa huyu mwanaume. Yaani wananyanyasa hapa hata sieleweki. Basi mama akasema nitaongea na mtoto wangu. Haya bwana. Leo hii hapa bidada tayari ameshakuwa rafiki tena na mshikaji. Mshikaji akasema, "Usijali, ujauzito mimi nitalea kwa sasa, nimekubali." Basi wakaendelea kula bata hapo nini. Sasa wakati wanazungumza kama ingia Cynthia hapa. Akasema, "Ndo maana ngome mnajiachachi." Hapana, mimi nilikuwa najaribu kumwambia aweze kupika chakula ambacho napendaga. Sawa, sasa ndo mwambie muda wote unacheka naye. Sasa sikiliza. Hebu tuondoke zetu. Kama vipi tunaenda tukale mgawani? Hapana, mimi nataka nile hiki chakula ambacho kimepikwa. Jamani maidia, nimekwambia tuende tukale mgawani bwana, usiisha chakula cha dada mchafu. Haya, baada ya time nyingi kupita, leo hii hapa basi bidada amekuja huku zake jikoni. Sasa alichoamua kufanya ni kuchukua chumvi. Sasa unaambiwa kwamba huyu dada ana roho mbaya, akachukua chumvi yote, yani ya shilingi 500 akaitia yote kwenye mboga ya 200. Noma sana. Baada ya kumaliza hadi machumvi anaungulia humo. Basi anachukua pilipili anakoroga. Unaambiwa kwamba anapika chakula chumvi. Ulishaipikaga chakula chumvi wewe? Sasa huyu bidada anapika zake chakula chumvi. Alivyomaliza kaweka mambo sawa kama alivyokuwa. Na leo hii hapa alikuwa mshikaji anatimba hapa ambaye rafiki yake na Solo. Basi wakakaribishwa pale chakula. Jamani, karibuni chakula. Bidada naye wakaribisha, ni dada wa kazi. Akasema, "Hongera, mimi naitwa Amy, ni dada wa kazi hapa. Lakini pia ni mpenzi wake na Solo." Basi wanakaribishwa hapo. Sasa Mwamba akasema, "Hiki chakula inaonekana kina ladha nzuri." Mshikaji akasema, "Ndio, usijali. Mimi namuaminia sana dada yangu wa kazi kupiga chakula kizuri. Anapika chakula huyo vibaya mno." Sasa wakaanza kutafuna kile chakula mzee. Mshikaji akashusha tonge la kwanza. Mbona ladha sielewi? Na mshikaji kashusha hivi. Anaondoka zake. Mshikaji anakuja kumlalamikia hapa, "Wewe unapikaje chakula? Umepikaje chakula? Niambie tu kama unanichukia, uniambie. Mimi nimepika vizuri tu chakula, mbona?" Basi Mwamba anamchukua na anaenda naye dining huko. "Hebu njoo. Kuja hapa. Yaani wewe unanipikia mimi chakula hiki unanizalilisha mbele ya rafiki yangu? Haya, hebu kionje hicho chakula. Ukiweza kula hicho chakula basi na sisi tutakula hicho chakula. Tutaamini kipo salama." Kionje sasa, mbona kiangalia? Muda wote tukiangalia. Bidada akakodoa, akapakua. Ikabidi aonje. Ile kuonja, machumvi mengi hadi alishindwa kuvumilia. Rafiki yake anaamua kuenda zake hotelini kwenda kupiga msosi. Umeona sasa? Nikwambia wewe, yani akatoto kako kana kushanganya. Akatoto kako soka mume wangu usikii. Haya, angalia machumvi mengi, watu wanatapika. Bidada akagundua kwamba huenda huyu ndo ameweka machumvi mengi. Leo hii mshikaji anapata taarifa kwamba sasa huyu rafiki yako alilala hapa, ameibiwa saa yake. Kwa sasa nani atakuwa ameiba? Wewe utakuwa ni wewe umeiba, weka Amy. Wewe ni kaizi, mimi nakujua toka muda mrefu. Amy akasema, "Mimi nimekaa na nyinyi muda mrefu, sijaibaga kitu." Mshikaji akasema, "Hapana. Nyewe hizi ndivyo mlivyo, hamjaikubali. Ngoja twende chumbani kwako tukasearch." Kwa hiyo mshikaji akawa ameondoka kwenda chumbani kwa ajili ya kusearch. Ile kutafuta kila kona wanaikuta saa
Sasa mshikaji juu, oya usiangalie kutafuta. Nikwambia huyu bidada ni mwizi. Aya, angalia anaweza kunibia saa yangu. Mshikaji anakuja huko anabeba begi lake na anaondoka, anajua kwamba hapa anaweza kaibiwa vitu. Umeona sasa. Kwa hiyo hebu muombe msamaha mshikaji hapo. Oga, namba nisamee. Unamwombeje msamaha hivyo? Sasa mshikaji wangu wewe, msamee tu. Yaani udada ni mwizi vibaya mno. Mimi nimemsamee tu. Ngoja nikaendelea na mishe zangu. Basi tutawasiliana. Haya, bidada akawa analalamikiwa hapo kwamba umeona yaani wewe ni mwizi, kila kitu yani wewe ndo mchawi, kila kitu yani wewe ndo malaya, unatembea na naume za watu, maneno yale. Usiku yanamuumiza bidada. Bidada analia kishenzi, yani analia vibaya mno. Huku nako wanapiga njama. Huyu bidada akamwambia sasa sikiliza, natakiwa udada wa kazi tusimpe chakula, yani ajitafutie mwenye chakula. Au unasemaje baby? Mwamba akasema lakini unachokifanya sio poa. Sio poa nini? Kwa hiyo unataka tumpe tu chakula hivi hivi? Lakini yule ni mjamzito. Ni mjamzito. Kwa hiyo natakiwa apewe chakula ale ashibe na mtoto ale. Kivipi? Yule mtoto ni wa kwangu au ni mtoto wako kweli? Natakiwa apate chakula, lakini apate chakula kitu gani? Mimi sitaki. Haya, leo hii asubuhi bidada anaenda zake jikoni anakuta mlango umefungwa. Oya, aliyefunga mlango ni Sifia. Sifia anasema nimefunga hilo jiko ili ujifunze, utakaa siku 3 pasipo kula chakula chochote kile. Bidada kauliza vipi kuhusu na mtoto tumboni? Hiyo hainihusu mimi, hebu twenzao baby tukale hotelini. Wao wawili wanajibeba wanaenda zao hotelini kupiga msosi. Hapa Amy anabaki mwenyewe mpaka mida ya jioni, ndo wao wawili wanarudi. Amy akana lalamika hapa. Mshikaji anauliza unalalamika nini? Sema nini unacholalamika? Nalalamika kwa sababu mimi ni mjamzito alafu nina mtoto tumboni. Mgenionea hata huruma basi. Mgenipa hata kidogo, hata kamuogo nitafune. Huyu anasema tukupe kamuogo. Ndio, mgenipa kamuogo ningeweza kutafuna, huenda mambo angekuwa sawa, lakini mimi sasa hivi hali yangu sio nzuri. Naombeni mnipatie hata unga nikapike au mnipatie funguo. Hapana, nani akupatie funguo? Wewe unafikiri tunaweza tukakupatia funguo wewe? Yaani mimi siwezi, mwizi kama wewe. Mshikaji akasema lakini ungempatia. Haya. Leo hapa bidada anakuja kumuita chumbani kwake Amoni. Anakuja huku. Sasa jikoni ya Amoni. Mwamba naye anakuja, anakuta hadi nguo zake hazipo. Anakuja anamwambia, "Sasa sikiliza, nimemtafuta kote hayupo. Nilikwambia wewe hawezi kuvumilia kwenye shida. Siku 2 tu njaa amesha kutoroka." Mwamba akasema, "Lakini alikuwa halali." Oya, bidada ni kwamba kumbe aliweza kutembea mpaka nyumbani kwao. Oya, alifanikiwa kufika hapa kwao, lakini mama akampokea, akaenda kumpikia chakula na kampakulia. Akamwambia, "Yaani haiwezekani. Mimi siwezi kuruhusu eti wewe unateseka kule mjini ingali mamako nipo. Mwanangu, mimi nakupenda. Mama, najua unanipenda, lakini ndio hivyo, wameninyanyasa, wamenitesa. Yaani sijajua shida nimewafanyia nini." Basi wakawa naongea hapo, anapiga story. Mtoto wake akasema mimi sitorudi tena kule mjini. Lakini usiporudi mjini vipi kuhusu ujauzito? Lakini mbona nyawa anatunyanyasa maskini. Upande wa pili huko basi mshikaji anatoka kumpokea mama yake. Na mama hapa anauliza, anasema jamani, namuulizia hapa Amy yuko wapi? Amy hayupo, Amy ni mwizi. Mwizi kivipi? Basi mama ikabidi achukue simu yake ampigie mama yake na Amy. Mama yake na Amy anapokea, shikamo, marahaba. Yaani hata ukiona pesa unaweza kuwa unasalimiwa hata kama mtoto mdogo. Basi mimi nitakuja kesho. Hakikisha kesho unakuja. Haina shida. Amy yuko salama. Kwa hiyo mimi kesho nitakuja kwenye mwaliko. Hapa mama anamwambia nimeitwa na mama yake na Solo. Umeitwa na mama yake na Solo kivipi? Haiwezekani. Umeitwaje na mamake na Solo? Ndio, nimeitwa na mamake na Solo niende huko, lakini sasa sikiliza mama, hakuna haja ya kwenda huko. Kweli bwana, mama yeye ikabidi aende kumsikiliza. Nimekuelewa vizuri kwamba mtoto wako hana shida na mtoto wangu. Sasa kama hana shida na mtoto wangu, sasa inakuaje? Inakuaje amemfukuza? Yaani inawezekana amfukuze. Kwa nini amemfukuza? Basi wakati huu mama analalamika kishenzi. Time hizi nazo mshikaji anaingia kwa nanaswa kibao. Oya, alipigwa bonge la mbata. Mama akamwambia wewe mpumbavu wewe. Yaani kumbe wewe ndio umemfukuza mjukuu wangu, juu kama yule ana mjukuu wangu tumboni. Nyie washenzi nyie, ni wachawi nyie. Yaani ni wachawi vibaya mno. Anayekaa naongea, mama nani mchawi? Akalamba akasema tena wewe ndio kichawi kikubwa sana, ndio kikucha wachawi. Akakaa kama vimba hadi ndani huko. Time hizi mshikaji basi akawa anawaza, anavuta kumbukumbu jinsi ambavyo alikuwa anapendana sana na bidada wa kumuita Amy. Sasa walikuwa wanapendana kinoma noma. Kuna muda mwingine huu Amy akapigwa tako hapa, basi mshikaji akasema wewe unampigaje? Wewe ni mfanyakazi wako. Mfanyakazi wangu nitakutandika. Basi hizi ni kumbukumbu za mshikaji hapa. Mshikaji anakumbuka ile kinoma noma. Basi anakuja hapa Cynthia anamuita na kugundua mshikaji bado
anamkumbuka bidada. Basi mwamba leo hii akawa amefikiria kuongea na mama yake. Kweli bwana, amekuja kuzungumza na mama yake. Mama, basi mimi nitaenda kumomba msamaha na nafikiria mimi niko salangu kwa sababu mimi nampenda. Mama akasema, "Huo ndo wanaume. Yaani kuaga mwanaume kama hivyo, sio unakuwa mwanaume ambaye unaendeshwa tu." Basi mshikaji kafunga safari mpaka kwa bidada. "Naomba nisamee." "Nikusamee? Yaani vile ulivyokuwa unanifanyia ulikuwa unaona kama vile sio ni vizuri. Eti sasa hivi nikusamee. Ulinitundika mimba alafu kanizarau, ukawa unanitesa nyumbani kwako. Eti leo unakuja kuniomba msamaha. Mimi siwezi kukubali bwana." Oya, kilichotokea ni kwamba aliweza kukubali. Mwamba leo amefika naye huko mjini. Cynthia anakuja kumpokea na shangaa kiumbe kibaya kinakuja. "Wewe, hiki kiumbe unakipeleka wapi?" "Wewe usikilize, wewe ndio kiumbe. Tena nisikilize kwa makini. Kuanzia leo huyu ni mke wangu." "Yaani mke wako? Na mimi vipi?" Mama anatabasamu, tukanacheka. Hello, jamani haiwezekani. Huku nako mshikaji amemfikisha mpaka mageto. Sasa wanapiga story hapa. Basi tunaambiwa walipiga siku nzima. Bidada anashangaa, "Mbona mwanaume aje chumbani kwangu? Analala huko." Kwa hiyo sasa subiri, kesho asubuhi nitamuonesha kwamba mimi ni nani. Huyu mwanamke lazima nimuue. Sasa anza kupanga njama za kuua mtu hapa. Oya, ni noma mzee baba. Unaambiwa kwamba Cynthia ana roho mbaya. Yaani ana roho ngumu kama ya sumu. Oya, noma sana. Leo hii bidada anapata zake kajui siku anaangalia TV. Akaona kama anaunguliza vitu jikoni. Anakimbia kwenda kuweka mambo sawa na yeye Cynthia anatumia muda huo kuja kuweka sumu kwenye juisi ya bidada. Ananyata mdogo mdogo. Huyu atanitambuaje kama mimi naitwa Cynthia Lombaya? Akachukua sumu akaitia. Kwa bahati nzuri mama yake na Amy ndo alikuwa anakuja kumsalimia mtoto wake. Sasa unaambiwa aliweza kushuhudia tukio nzima. Sasa kanakuja hapa Kaemi, kanataka kanywe juisi, mama anakataza. "Mama, mbona nikataza nini?" "Hapana mwanangu, usinywe kabisa hiyo juisi. Nimemwona ameweka sumu." "Nani ameweka sumu? Huyu hawezi kuniwekea sumu. Mbona ni bosi wangu." Anakuja hapo. "Wewe umeweka nini kwenye glasi hiyo?" "Haya, kama hujaweka kitu, chukua hii glasi kunywa." Wote wanashangaa. Kunywa kama hujaweka sumu." "Jamani, kama hujaweka sumu sio anywe." Oya, kama hujaweka sumu kunywa basi. Mbona tuangalia? Kunywa sasa glasi hilo. Kunywa sasa. Kila akasema nimeweka sumu. Kwanza ni mimi ndo nimetia sumu kabisa kumuua. Kwa hiyo umeamua kumuua mke wangu. Sasa sikiliza, kuanzia leo sina mazoea na wewe." Mshikaji anamfukuza getini, anampiga teke kama mpira na naloki mlango. Anamwambia, "Usije ukarudi tena kwangu." Mshikaji anavimba mpaka ndani. Kwa hiyo jamani, baby nisamee. Baada ya miezi kadhaa tunamwona hapa Amy tayari ujauzito ndo siku yake ya kwenda kujifungua. Analalamikaje ise? Wamama ise, mnalo nzuri kinoma noma. Unaambiwa kwamba yani uchungu alionao hapo ni hatari. Wamama tu ndo wanaojua uchungu. Wababa kaeni pembeni kwanza kusikilizia uchungu, maana hata muujui. Wamama wanaujua uchungu aise. Oya, sasa mshikaji anaamua kumchukua na kumpeleka hospitalini. Anamzalia katoto ka kiume kanaitwa DJ Panado. Oya, dondosha komenti yako. Eti unatazama mzigo huu ukiwa wapi? Tuandikie kupitia komenti yako hapo. Na huu mzigo wewe umejifunza nini mpaka mshikaji kumuoa dada wa kazi? Tuandikie kupitia komenti hapo. Terastori wako ni yule. Naitwa DJ Panado, zera kutuliza maumivu. Kama bado hujasubscribe channel hii, ni wakati wako kubonyeza neno lililoandikwa subscribe ili kujiunga na hii familia kubwa ya Iflix Movie Recap. Dondosha komenti yako hapo, kisha utakuwa na like, una share kwenye grupu zako, au sio? Bye bye, next year again.